Shukran sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama MBIU Wikendi. Karibu tuendelee na taarifa zetu. Kumekuwa na hali ya mshike katika eneo la Kapsara, kaunti ndogo ya Cherangani, kaunti ya Nzoia, baada ya mzozo wa ardhi wa familia moja kugeuka kuwa machafuko, hali iliyolazimu wakazi kuingilia kati. Machafuko haya yalisababishwa na mvutano kati ya baba mzazi mmoja na familia yake wanaovutania umiliki wa kipande cha ardhi. Familia hiyo imelaumu baba huyo kwa kuwa na njama ya kuuza kipande cha ardhi kilichosalia, hali ambayo huenda ikawaacha bila makao. Kulingana na mama yao Jemaima Nyabuto, mumewe Charles Buto amekuwa akisababisha vurugu na sinema mara kwa mara nyumbani kwao, hali ambayo imemlazimu kuondoka nyumbani humo kutokana na vitisho vya kuuawa. Yani anataka kuuza shamba, afukuze wa familia yake yote, ndo analipa maskari. Askari mmoja kwanza anaitwa Naibei. Hapa center, sijui amekorogewa nini na OCS wa Kabolet. Anaitwa Juma Biketi. Hawa watu wanalipa, wanakuja kutunyanyasa. Kama majirani na kama serikali tumechoka kwa sababu mama huyu amekosa haki. Mama huyu amedhalilishwa katika hali ya maisha ndani ya nyumba yake kwa watoto wake, na hata pia ni kwa ajili ya vitu vyake. Kwa hivyo langu tu kama nyumba 10 katika kijiji hiki, ninaomba ya kwamba sisi akina mama hatuna haki. Maana maaskari ambao inatakikana watu defend, hao ndio wamekuwa sasa wakichukua hongo kwa huyu mzee ili kwamba wadhalilishe mama huyu. Kwa nini Kapsara inazuia mtu mwenye muuaji? Kwa nini Kapsara ina defend mtu muuaji? Wanaweka kwa box, anakuja hapa, maaskari wameshika yeye, wanalete, wakifika hapa anapanga vitu yake, anaenda. Ako na security ya kutosha. Na huyu mama kweli atapata haki namna gani? Tunajitaka kuuawa kwa majani. Sisi kama wamama katika area hii tulilia na bado tunalia. Huyu mama apate haki yake. Sila nipasulia kichwa. Bosi ni watu wakakucha. Watu wakamsangilia, mimi nikafendi nikaenda. Sasa mimi naomba serikali usaidizi munipe haki yangu. Kwa sababu niko kwa Ardhi, sina yeye nitapea watoto. Tena nafuata waka kwa Ardhi na nitisia maisha ataniua. Na ataniua aweko chele apate kaburi memea. Na taasisi ya kitaifa kuhusu utafiti wa matibabu KEMRI kwa mara nyingine tena inajivunia kupiga hatua kwenye vita dhidi ya COVID-19 baada ya kuunda njia maalum ya kusafirisha chembe za vipimo vya virusi vya corona maarufu kama Virus Transport Media VTM hadi kwenye maabara ili tayari kupimwa. Kulingana na naibu mkurugenzi wa KEMRI kaunti ya Kilifi Joseph Mwangangi, uhaba wa VTM umechochea taasisi hizo kuwa na ubunifu ili kutengeneza VTM hiyo ambayo sasa inasafirishwa kwenye mataifa mengine barani Afrika. Since 1979, when KEMRI was first formed, we've gone through many cycles of growth, and currently KEMRI has established a total of 7 research programs, and these programs are the ones that provide oversight about the areas that KEMRI must be able to address as priority areas, of course guided by Ministry of Health, and also the Health Act, which then guides us in terms of what areas to put effort and energies and funding to respond to the country's needs for health. We then have also grown a lot in terms of physical presence in the country. Beginning at the very start when we were established with 5 centers, and now we are a total of 14 centers. These are the physical places and solutions. The last product is what we call a PCR kit for detection of COVID-19. It's not different from what we import, but now we have our own product. We want to develop it to commercial level. We want to partner with the Ministry of Health so that as we roll it out, we tell the Ministry of Health, yes, we have our own kit here, help us produce it en masse, help us produce it in bulk and supply it to other labs at a cost that is going to be 50% of what you use to import the other kits.
Naam, tusalie kwenye masuala ya afya ambapo virusi vya korona vinapozidi kusambaa, vita dhidi ya virusi vya ukimwi vimeathirika pakubwa. Ila mashirika yasiyo ya kiserikali yamebuni mbinu ya kuhakikisha wanaoishi na virusi vya ukimwi wanaendelea kupata huduma wanazohitaji bila matatizo yoyote. Kikundi hiki kimemchagua mmoja wao ambaye huwasaidia kuchukua dawa hospitalini ili kupunguza msongamano wa watu. Berlin Walieula na taarifa hiyo. Katika kituo cha afya cha Tingwangi, kaunti ya Siaya, yupo Judith Atieno kutoka eneo la Alego ambaye ametwikwa jukumu la kuhakikisha kila mmoja katika kijiji chake anaishi na virusi vya ukimwi anapata dawa za kupunguza makali ya ukimwi kwa wakati. Virusi vya korona viliporipotiwa nchini, wengi wanaoishi na virusi vya ukimwi walikuwa katika njia panda kupambana na korona au virusi vya ukimwi. Wengi wao walihofia kufika hospitalini kuchukua dawa zao, wengi wakikosa kumeza dawa hizo. Hii ilichangia jamii kuja na suluhu la kumtuma mtu mmoja kuchukua dawa hizo kwenye kituo cha afya. Atieno pamoja na mhudumu wa afya hapa hupakia dawa hizi kulingana na hitaji la kila mmoja, kisha anazichukua na kuziweka kwenye mkoba wake, tayari kuzisambaza katika kila boma lililo na watu wanaoishi na virusi hivyo. Moja kwa moja safari ya kusambaza dawa hiyo inaanza. Kwa sababu ya ukosefu wa nauli, yeye hutumia baiskeli kama mbinu ya usafiri. Akifika kijijini, kazi yake inaanza rasmi. Nyumba moja baada ya nyingine, anakaribishwa hapa na maombi. Kisha kikao na wenye nyumba. Katika kikao hiki, wao huzungumzia matatizo na changamoto wanazozikumba. Kisha Atieno atawaarifu wahudumu wa afya baadaye atakaporejea katika kituo cha afya. You might find some who have the adherence issue with the viral load, some with the other issues, some who have not disclosed to their partners. There we share, we come up as one family. Kumrahisishia kazi, wale wanaoishi na virusi vya ukimwi hukutana katika boma moja ili kupokea dawa zao. Atieno hafanyi kazi ya kusambaza dawa tu, ila yeye huhakikisha afya ya wale wanaoishi na virusi vya ukimwi inaendelea vyema. Rosemary Auma, naye kutoka eneo la Upanda, anatuelezea maoni yake baada ya kupokea dawa zake. Huwa tunakujanga hapa kwa mwezi 3 inapita na tunakuja. Sasa vile tulichukua dawa March, sasa tuliandikiwa leo ili tukuje hapa. Anasema kuletewa dawa nyumbani kumempunguzia safari ya kwenda hospitalini mara kwa mara. Saa zingine mimi niko na kazi nyumbani. Sasa nikikuja hapa kitu kama saa 3, saa 4 inapata kama mimi niko nyumbani nashughulikia watoto. Atieno anatuelezea jinsi vikundi hivi vilitengenezwa na wazo la kusambaza dawa nyumbani lilivyoafikiwa. All of them are taking their medication at the right time. They're willing to disclose. They are very suppressed. Those people who are free. These are the kind of people we take to them the drugs. Like now, me, I have 40 groups. Jinsi ilivyo ulimwenguni, virusi vya ukimwi bado ni tishio kwa wale wanaoishi na virusi vya ukimwi. We have enough stock of drugs, but as per now, there is less drugs. Even the Mombasa they are not there. Wanasema uvumbuzi ndio njia pekee ya kurahisisha changamoto ambayo inalikumba jamii. Na uvumbuzi huu wa kusambaza dawa majumbani imewafaa sana wale wanaoishi na virusi vya ukimwi. Berlin Walieula, KTN News. Ama kweli umoja ni nguvu, mtazamaji. Hao wameamua kwamba kwa pamoja wapambane na virusi vya ukimwi na vile virusi vya COVID-19. Tutupe jicho nchini Tanzania ambapo Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania anatimiza takriban siku 100 tangu alipoingia madarakani. Lakini mabadiliko yapi yamefanywa na kiongozi huyu anayeamini kuwa ama kwenye meza ya mazungumzo katika kutafuta suluhu? Mwanahabari wetu wa Tanzania Rajab Hassan akiwa jijini Arusha anachambua kwa kina katika ripoti ifuatayo. Machi 19 mwaka huu, Rais Samia Suluhu Hassan aliingia rasmi madarakani kufuatia kifo cha mtangulizi wake Daktari John Pombe Magufuli. Katika kipindi cha siku 100 za utawala wa Rais Samia, mambo mengi yamekuwa na sura mpya. Wadadisi wa mambo wanakiri hilo. Lakini jambo la kwanza la kujivunia ni ukweli wa kiongozi tuliye naye. Amekuwa mkweli,
amekuwa mkweli katika kusema ukweli kwamba uchumi wetu ulidorora na umesababishwa na hasa umechagizwa na swala zima la korona. Lakini amekuwa mkweli kwa kukiri madhaifu ya serikali au matendo maovu ya serikali iliyopita. Mfano, amekiri wazi kwamba kuna watu wamebambikiwa kesi, na tumeona dhahiri baada ya kusema hivyo, tumeona matokeo yake. Kesi zile za kubambikiwa za uhujumu uchumi na kadhalika zimefutwa na juhudi zinaendelea. Maoni ya baadhi ya Watanzania kuhusu yaliyofanywa na Rais Samia ndani ya kipindi cha siku 100 ni yenye hisia mseto. Kwa upande wangu, kwa kweli ni kipindi kifupi cha siku 100, lakini mama yetu amefanya mambo makubwa sana na mazuri, na kwa kipindi ambacho atafikia miaka 4 atafanya mengi mazuri zaidi ya hapa alipofanya. Naona zinaenda fresh kabisa, ni tofauti na kipindi cha mwanzo. Mambo naona alikuwa amebana kidogo, lakini tangu alivyoingia yeye sasa hivi tunaona hata kidogo kuna upepo fulani hivi tunauonaona sisi ambao ni wajasiriamali. Hata hivyo, tangu mwanzo Rais Samia ameonyesha nia ya kufanya mabadiliko makubwa katika sera za uwekezaji ili kuifanya Tanzania kuwa kimbilio la uwekezaji mkubwa wenye tija kwa uchumi wa nchi na mtu mmoja mmoja. Urasimu mwingi katika kutoa huduma kwa wawekezaji na matatizo mengine yanayokwamisha ustawi wa biashara na uwekezaji. Hivyo basi, serikali ya awamu ya 6 inakusudia kufanya maboresho makubwa kwenye eneo hilo. Katika diplomasia, Rais Samia ameonyesha ukomavu kuamini katika meza majadiliano. Katika siku za mwanzo alizuru Kenya, ziara iliyotatua kero 35 za mtangamano katika biashara baina ya nchi hizi jirani. Waziri wa mambo ya nje Balozi Mulamula anahakikishia umma kuwa anaitekeleza ajenda ya Rais Samia kwa vitendo. Kwa hiyo mimi napenda kuhakikishia kama wizara ambayo ina dhamana ya kuhakikisha kwamba katika mahusiano yetu ya nje lazima tuweke mbele mtangamano huu wa Afrika Mashariki, lakini na mtangamano wa kanda. Hata hivyo, Rais Samia ana muda finyu kuacha alama itakayokumbukwa daima. Kwa sasa ana kibarua kizito cha kuimalizia miradi mikubwa na mingi ya kimkakati iliyoasisiwa na mtangulizi wake, ukiwemo mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya umeme unaounganisha bandari ya Dar es Salaam na nchi jirani za Maziwa Makuu. Rajab Hassan, KTN News, Arusha, Tanzania. Naam, so dakta mtazamaji, tukomee hapo kwa sasa kwenye MBIU Wikendi, lakini mengi zaidi utakuwa unayapata kwenye KTN Leo Wikendi nami mwendo wa saa 1. Kwa sasa nitakuwa nampisha saa 11 Mwalimu Frank Otieno kwenye kipindi Dau la Elimu. Kisha atakuwa namkaribisha Paul Nabiso kwenye kipindi Siasa za Kanda. Kwa sasa nakutakia alasiri njema, kwaheri.